Kuna huyu bidada hapa anaitwa Dora, ametoka nje ya nchi, amekuja Nigeria kwa ajili ya kazi na anafikia kwa rafiki yake mama yake. Lakini bahati mbaya alipofika Nigeria alimpigia sana simu ya kumpata. Ikabidi afikie hotelini kwanza. Dora akaingia swimming kwa lengo la kuogelea hapa na nini. Hakuwa hodari kihivyo yani. Akawa amezama bana. Mwamba mmoja akachumba kwenda kumwokoa. Akaja na huyu mchizi hapa anaitwa Ramsi kwa ajili ya kusaidia uokozi. Wakamtoa kwenye maji pale, aliposhtuka tu. Unanishikaje nyonyo wewe? Si usema hata asante. Toka bana. Amekuwa mkali baada ya kupewa msaada. Na wewe, kwani unanishika nyonyo? Hauna hata shukrani wewe. Ulikuwa unazamu unajua. Umejuaje kama ninaogelea? Dora akafoka sana pale. Watu hawana shukrani kabisa. Ramsi akasepa na makasiriko mengi mno. Karibu kwenye bonge moja la tambala, mtu wangu anaitwa My Sunrise. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Ramsi anaishi na mama yake hapa. Wanaishi kisela sana. Umerudi mapema leo. Vipi? Kuna mtu kanikera sana huko swimming. Pole mwanangu, pumzika. Mama akawa amesepa zake mazoezini. Mida fulani Vidora akapokea simu rafiki yake mama yake. Akasema amempigia sana simu lakini ilikuwa haipatikani. Mama akasema simu iliharibika, kwa hiyo akaipeleka kwa fundi, ndio ametoka kuichukua. Wakawa wamekubaliana kuwa Dora kesho asubuhi ataenda nyumbani. Kweli bana, asubuhi Dora akafika hapa, kumbe ni nyumbani kwa kina Ramsi bana. Muda huo bi mkubwa alikuwa ameondoka kidogo. Makasiriko ya swimming yakaendelea hadi nyumbani. Unaambiwa, nataka kuweka mabegi yangu, nikaweke wapi? Chumba kiko huko juu kushoto, peleka huko. Samahani, pia nina njaa, naweza kupata kitu cha kula? Jiko liko pale mbele, nenda kajipakulie. Mchizi anamjibu ili mradi tu. Dora kaenda jikoni, unaambiwa. Akarudi na msosi ambao mchizi alitakiwa kuula. Hiki si chakula changu, unataka kula? Uliniambia mwenyewe niende jikoni nikajipakulie. Mwamba akafoka sana pale. Ni hasira tu hizi. Dora kauni siwe kesi, akarudisha msosi. Kabla hajafika mbali, mama akawa ameingia ise. Basi makumbato akawa mengi pale na nini. Ramsi, huyo anaitwa Dora. Basi anajali sasa mchizi. Mama hakuelewa kitu, akapuuza tu hapa. Mida fulani hivi wanakula, mama akawapa story ya zamani sana kuhusu urafiki wake na mama yake Dora. Mama akasema mama yako hakuwa mzuri sana kwenye hisabati na alipata kampuni moja hivi huko nje lililokuwa linahitaji awe na ufaulu mzuri sana kwenye hesabu. Kwa hiyo kama rafiki yake ikabidi nikamfanyia mtihani wake wa hesabu. Nikawa nimemaliza kufanya maswali vizuri kabisa na nikaukusanya ule mtihani. Sasa wakati natoka, walinzi si wakajua mimi sio mtahiniwa bana. Walinikimbiza. Nilikimbia vibaya mno yani. Nilihisi wakinikamata naenda jela ise. Sijui zile nguvu nilizitoa wapi bana. Natumaini mama alirudisha fadhila zako. Ndiyo, alifanya hivyo. Hasa kipindi ambacho Ramsi alitakiwa kuanza chuo. Sikuwa na kazi yoyote. Yeye ndo alimlipia kila kitu kwa miaka 4. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua hii hadithi. Mama akasema marafiki wazuri ni kama Mungu tu. Ukimpata usimwache aondoke. Basi bana, mishere fulani vile Ramsi akiwa chumbani, akaja Dora anahitaji msamaha kwa mchizi. Mchizi ni mtaalamu sana wa kuchora na kudesign. Dora yeye ni mkali wa mambo ya urembo wa ndani. Kwa hiyo akaona Ramsi atamsaidia sana kwenye hii kazi yake. Ramsi akaomba dina ya pamoja na kama hataki hatamsaidia. Dora akawa amekubali japo kishingo upande unaambiwa. Mwana kuwa na maelezo mengi pale. Bibi akawa amesepa. Walau sasa stories zikawa zinapigwa hapa, kutoka kuwa maadui wakubwa hadi kuwa marafiki. Pamechangamka sasa hapa ndani. Wakawa wanapigiana simu na nini kujuliana hali na maendeleo.